hatutaki miradi. Zipate papa hapa habari kwa utendeti moja kwa moja kila baada ya saa. Hii ni mionzi ya Coco FM. Ni Jumatano ya tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Karibu kwa mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Mimi ni Janet Mumbi. Na nikianza taarifa ni kwamba katibu wa huduma za matibabu nchini Daktari Ouma Oluga amesema kuna haja ya mageuzi ya kimkakati katika utoaji wa damu na kupandikiza viungo nchini Kenya. Daktari Oluga amesema upatikanaji wa damu salama na ya kutosha ni muhimu zaidi katika kufanikisha huduma za afya nchini kupitia mpango wa afya kwa wote UHC na kupunguza vifo vya kina mama wajawazito. Akizungumza kwenye mkutano na maafisa wa kitengo ambacho kinahusika na uhifadhi wa damu na upandikizaji wa viungo nchini, Oluga amesisitiza umuhimu wa mipango ifaayo na utumizi wa vifaa vya kisasa ili kuhakikisha damu ni salama na pia inapatikana kwa wingi kote nchini. Aidha, Oluga ametaja changamoto ya uongozi kama kikwazo kikuu na kuwataka maafisa wa kitengo hicho kuweka mbele maslahi ya wananchi badala ya kibinafsi. Kwingineko ni kwamba baadhi ya wenyeji wa eneo la Voi County ya Taita Taveta wanalalamikia kughadhabishwa na hali ya ukosefu wa maji tangu mwezi jana wa Aprili hadi sasa. Wenyeji hao wanailaumu kampuni ya kusambaza maji ya kaunti ya Tavevo kwa kutoa ripoti kuhusiana na ukatizaji huduma za usambazaji maji na kutosawazisha malimbikizi ya madeni. Wamesema pia wamekaa kwa wiki kadhaa bila kusambazwa maji bila kupewa sababu za kukatizwa kwa huduma za maji na kampuni ya Tavevo, na kusema inapaswa kuwajibika ipasavyo kwa kuhakikisha kwamba wakazi wa kaunti wanapata maji. Mnamo mwezi Aprili tarehe 27, kampuni ya Tavevo ilithibitisha kukamilika kwa ukarabati wa bomba la maji la Mzima na kuahidi shughuli za kusambaza maji zitaweza kurejelewa katika hali ya kawaida. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anazuru kaunti ya Meru, Tharaka Nithi, Embu ili kuweza kutathmini hali ya usalama nchini. Murkomen ambaye kwa sasa yuko kwenye kaunti ya Meru atashiriki mkutano na kamati ya usalama ya Meru kabla ya kuzuru kituo cha usajili wa vitambulisho na kampeni dhidi ya mihadarati inayoongozwa na mamlaka ya kukabiliana na pombe na dawa za kulevya na kada. Aidha, Murkomen atashiriki misururu ya mikutano na wananchi katika uwanja wa michezo ya Kinoru kuhusiana na masuala ya usalama. Mikutano ya jukwaa la usalama hudhuriwa na maafisa wa serikali ya taifa kuanzia kwa kamishna wa kaunti hadi kwa naibu wa chifu, viongozi wa jamii, wafanyabiashara na vijana. Katika kaunti ya Meru, Murkomen atangazia upya swala la wizi wa mifugo katika mpaka wa Meru na Isiolo. Kaunti ya Meru pia inakabiliwa na mizozo ya muda mrefu ya ardhi, hususan katika mpaka wa Meru na Tharaka Nithi. Our objective is to, as has been done in the other places, is to listen to the grassroots leaders, to also assess the security situation here, to look at the challenges that has been faced by the security team from the grassroots, and also agree together on the suggestions of the way forward. As I briefed the country when I was in Kitui, the challenges of Eastern region are almost similar. Here, particularly in Meru, we have part of our biggest challenge is to deal with the question of banditry. Meru, for the many years, has faced the problem of cattle raids, which lead to killing of civilians, injuries, and also stolen livestock. Waziri wa michezo nchini Salim Mvurya amewahimiza vijana katika taifa hili kujitokeza na kushiriki katika tuzo za rais nchini ili kupata nafasi za kujiendeleza kimaisha. Akizungumza kwenye kaunti ya Mombasa kwenye kongamano la wiki moja la kanda ya Afrika kuhusu tuzo za kimataifa za wakfu wa Edinburgh, Mvurya amesema kupitia tuzo hizo vijana nchini watapata fursa ya kujiinua kimaisha. Mvurya amesema Rais William Samoei Ruto ametoa agizo la wale ambao watashinda kwenye tuzo hizo wapewe nafasi katika ajira za mashirika na idara za serikali. Mheshimiwa Rais hivi sasa amepeana amri ama amepeana agizo kwamba wale ambao watakuwa wameshiriki kwa mpango huu na wamepata Gold Award wataweza pia kupatiwa nafasi ya kwanza katika ajira za mashirika ya serikali na idara za serikali. Kwa hivyo ni mfumo ambao tungependa pia kuutangaza zaidi kwa Wakenya na kuutangaza zaidi kwa vijana. Na ndio maana hii washa ya wiki moja hapa itapatia nafasi washikadau waweze kubadilishana mawazo. Vile Mvurya ametoa wito kwa wadau mbalimbali kushirikiana ipasavyo ili vijana wapate nafasi ya kujiendeleza kupitia kwa tuzo hizo, na kumpongeza gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir kwa kushirikiana na serikali ya kitaifa
katika kuhakikisha vijana wananufaika kupitia masuala mbalimbali yanayowaimarisha kimaisha. Tuna shukrani kwa Mombasa County kwa sababu ya kuwa washikadau wa mfumo huu, lakini pia nataka nimpongeze gavana kwa sababu alipokuwa kijana yeye pia aliweza kupata fursa. Katika wale vijana ambao hivi sasa tumewauliza hapo waseme uzoefu wao ama experiences zao ili wengine waweze kusoma kwao. Kwa hivyo nafikiri tu wataendelea kushirikiana ili kupanua nafasi ya fursa kwa vijana na kuweza kuwapatia nafasi na fursa ya kukutana na hizi opportunities ambazo zinaweza kutokea. Nikisalia kwenye kaunti ya Mombasa ni kwamba waziri wa uchukuzi, barabara na ujenzi kaunti ya Mombasa Dan Manyala amesema hivi karibuni hali ya kutuama kwa maji katika sehemu mbalimbali kwenye kaunti ya Mombasa litapata suluhu la kudumu. Manyala amesema kupitia gavana kaunti Abdulswamad Sharif Nasir pamoja na mamlaka ya usimamizi wa barabara za mijini KURA wanapania kuchimba mtaro mkubwa wa kupitisha maji taka ili kudhibiti hali ya maji kutuama. Manyala pia amesema uchimbaji wa mtaro huo ulikuwa uanze tangu mwezi Machi na juhudi zaidi zinaendelezwa kuhakikisha hilo linatekelezwa. Juzi tumeona kuwa wametoa zabuni ile ya kujenga hii drainage kutoka hapa mpaka kule Bliss kuelekea moja kwa moja mpaka baharini. Tungependa kuwajulisha wananchi kuwa juzi pia kulikuwa na appeal kwa hiyo tenda na kidogo imechelewa. Ile kazi haitaanza mapema tulivyotarajia. Sasa hivi mvua inaendelea na tuko hapa kutoa suluhu ya kwanza ama ile first aid ili watu waweze kutumia barabara. Na ile tumekuwa tukifanya hapa ni kujaribu kupump yale maji na kuyapeleka katika kware ili barabara iweze kutumika. Waziri wa michezo kaunti ya Taita Taveta Shadrack Mutungi amesema atahakikisha ardhi ambayo itatumika kwa ajili ya ujenzi wa uwanja eneo la Taveta inalindwa vilivyo. Mutungi amesema kwamba baadhi ya wanyakuzi wa ardhi wanataka kuichukua ila wataendelea kuichunga kuhakikisha haiporwi. Aidha, Mutungi amesema serikali ya kaunti hiyo itahakikisha ujenzi unatekelezwa kama ulivyokuwa umepangwa kwa manufaa ya wakazi. Tuanze miradi pale. Though niliambiwa the last time wakina Makange walienda walifurushwa na panga. Tutaenda tena. Actually we'll be coming again for a serious meeting with Barnabas here. We beacon our land. Then tulete ile nini ya kufieka. Fieke kabisa. It is our land for sports. Na kabla ya kukujuza yanayojiri kimataifa ni kwamba mwenyekiti wa mashirika ya kijamii kanda ya Pwani Zedekaya Adika amesema anashirikiana na mashirika mbalimbali na wakazi wa kaunti ya Mombasa, lengo kuu likiwa ni kulitaka bunge la kaunti hiyo kufuata sheria pamoja na taratibu zifazo katika harakati za kutayarisha makadirio ya bajeti ya mwaka ujao mwaka 2025-26. Katika taarifa kwa vyombo vya habari baada ya kufanya kikao na baadhi ya viongozi wa kaunti hiyo, wanaharakati hao wamesema hawataruhusu bunge la kaunti ya Mombasa kukiuka sheria katika kuunda makadirio hayo ya bajeti. Aidha, Adika amesema tayari wameafikiana kufanya marekebisho vipengee tata katika makadirio hayo ya fedha. We will not be limited on the options to take, advocacy and legal options. But respectfully, we have given them the opportunity to correct those options. We have pointed them out one by one, and our focus is so that we have a Mombasa that respects the rule of law by both leaders and the community. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za kibinadamu la Muhuri Khalifa amesema ni lazima bunge la kaunti ya Mombasa liwahusishe vilivyo wakazi wa kaunti katika mipangilio yake. Kuna mambo mengi yafanyika na wananchi hawajui. Kuna 30 wards na almost 16 billion ambazo zapasishwa every year budget ya county Mombasa. Lakini watu wakiangalia mataka barabarani, kuangalia ma potholes yashaanza kuja, ukiangalia watu barabarani wanauza vitu, maana hakuna ile sheria na tuambia sisi what we are paying they are giving us back. Naye Athman Mwamwiri ambaye ni kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Mombasa amesema atahakikisha kila mmoja anahusishwa ili kuafikiana kwa ajili ya kuhakikisha makadirio hayo ya bajeti yanafaa. Tumejadiliana na tumekubaliana ya kwamba hapa tulipofikia kuna vitu ambavyo kimtazamo haviko sahihi. Nafasi yetu kama bunge ilikuwa kwa turudi nyanjani kuvihakiki, lakini tumekubaliana ya kwamba kabla twende kwa validation public participation tuhusishe CBF, County Budget and Economic Forum, na waziri wa finance na chief officer, tujadiliane pamoja na wawakilishi kutoka kwa ndugu zetu hawa yale yaliyokoseka, na kwa pamoja wakisadiki upande wetu wa utawala kwamba alikoseka, basi warudi warekebishe. Hii ni mionzi ya Coco FM. Wasomaji wenye tajriba katika tasnia ya habari wakikuletea taarifa kwa wakati pindi yanapotendeka, tena kwa ufasaha bila
kuficha, bila vizuizi wala kukawia. Hii ni mionzi ya Coco FM. Karibu tena. Na katika rubaa za kimataifa ni kwamba rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, ambaye anakabiliwa na shutuma kadhaa kama uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya raia nchini DRC, anaimarisha mtandao wa washirika wake. Kwa takriban mwaka mmoja, rais huyo wa zamani wa Kongo amekuwa akifanya mikutano mingi katika kanda hiyo. Amekutana na wakuu wa sasa wa nchi pamoja na viongozi wa zamani wa Afrika, ambapo Kabila ametuma barua kwa baadhi yao ambapo anashiriki uelewa wake kuhusu hali ya kisiasa nchini DRC na mzozo usalama katika eneo la maziwa makuu. Ni saa 7:12 zimekatika, na kufikia hapo sina la ziada kutoka kwangu ila kutamatisha mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Tupatane tena pale mwendo wa saa 8 mchana ambapo nitakuwa narejea na muktasari wa mionzi. Mimi ni Janet Mumbi. Hii ni mionzi ya Coco FM. Maelezo ya